Athari ya miziki ya Bongo Flava kwa kutumia nadharia ya kujidhibiti au self-regulation theory. Nadharia ya kujidhibiti au self-regulation theory iliasisiwa na Bwana Albert Bandura, ambapo yeye aliamini kuwa wanadamu wana uwezo wa kujidhibiti. Yaani, tuna uwezo wa kuweka malengo na kuongoza matendo yetu yote ili kuhakikisha kuwa tunafikia malengo yetu. Mfano, mtu aliyejiwekea lengo la mwakani kununua gari, ataanza kutunza fedha leo ili ifikapo mwakani aweze kufikia lengo hilo la kununua gari. Hata vitokee vishawishi vitakavyotaka kumfanya atumie pesa yake ya kununulia gari, yeye atavipinga, au tuseme atajidhibiti ili asitumie pesa hizo mpaka atakapofanikiwa kununua gari. Hiyo ndiyo nadharia ya kujidhibiti. Mfano mwingine ni kijana mwenye ndoto au malengo ya kuwa daktari. Ili aweze kufikia malengo hayo, ni lazima asome kwa bidii. Kwa hiyo kijana huyo atajidhibiti kwa kuepuka kwenda club au disco na wenzake, na pia atajidhibiti kwa kutojihusisha na mahusiano ya mapenzi ambayo yanaweza kumvurugia ratiba yake ya masomo. Atajikita zaidi kwenye kusoma, akipambana dhidi ya vishawishi vyote vinavyoweza kumtoa kwenye reli ili aweze kutimiza lengo lake la kuwa daktari. Lakini changamoto ni pale inapofika swala la miziki ya Bongo Flava, miziki inayopendwa na vijana, kwani miziki hii mara nyingi hushawishi watu kupenda starehe, kunywa pombe, kujihusisha na mahusiano au ngono na kutafuta maisha ya anasa. Tena, kijana anayejaribu kujidhibiti ili asome aweze kufikia ndoto ya kuwa daktari, anashawishika zaidi kutamani kuwa msanii wa Bongo Flava kuliko kuwa daktari, kwani mitindo ya maisha ya wasanii huvutia zaidi, na wala hauhitaji kujidhibiti kwa kusoma kwa bidii na kubaki shule ili kufanikiwa kama msanii. Kwa hiyo, kijana anabadili malengo, akiamini kuwa usanii ni bora zaidi kuliko udaktari. Ataacha kujidhibiti ili awe daktari, ataanza kujiachia ili awe msanii. Lifestyle yake itaanza kufanana na lifestyle ya msanii. Ataanza kunywa pombe na kulewa na kufanya mambo yote ambayo yatamfanya ashindwe kufikia lengo lake la awali la kuwa daktari. Kwa hiyo, kama jamii tunapaswa kujiuliza, je, tunataka vijana wetu wavutiwe na maisha ya wasanii au tunataka wavutiwe na maisha ya watu wenye tija ya kweli katika jamii? Kama tunataka vijana wetu wawe watu wenye tija, basi tunapaswa kubadili maudhui ya muziki ya Bongo Flava ili yahamasishe vijana kujiwekea malengo bora na kujidhibiti ili wayafikie malengo hayo.